Assalamu alaikum. Leo nataka tupike chakula na nyinyi ama mboga na nyinyi. Alafu ushai notice pale kwa jikoni vitu ambazo tunatangulishanga kuweka kwa vyakula kama cinnamon, bay leaf, kitunguu saumu, star anise, dry lemon. Ni vitu ambazo zina nguvu sana sana sana. If you know, you know. If you know, you know. Leo tunapika omena na tunachanganya omena wetu na biringanya. Watu wengi hawajui namna ya kupika biringanya style yenye hazitajibonda sana. Mi sipendi biringanya kwa sababu ukiweka kwa chakula chote kinajibonda, zinabondeka alafu zinapoteza ile ladha. Sasa hii ni design nyingine nataka kufundisha namna unaweza pika biringanya. Unazichukua unaziweka kwa oven. Kama hauna oven unaweza ukachukua pan ukazichoma na pan. Alafu unaona sijazichoma na mafuta alafu unaziweka pilipili manga. Sijachoma na mafuta, yani hiyo mafuta nimepaka tu kwa pan. Lakini kuna wale huwanga wana deep fry. Ukideep fry hii biringanya inabeba mafuta. Kile chakula kinakuwa na mafuta mengi, na unajua mafuta ni chanzo cha magonjwa, manake hautapika na mafuta ya olive. Kama hapa nimeweka ni mafuta ya olive. Hautapika na mafuta ya olive kwa sababu hatuwezi tuka-afford. Unaona, hautapika na mafuta ya kondoo kwa sababu hamtakangi ghee. Mafuta ya ghee hampendi. Unaona, na huwanga sidhani kama huwanga inafry. Unaona, so unapata mwisho wa siku umetumia utakula mafuta nyingi. Na pia kuna design nyingine ya kupika biringanya, unaweza ukazichemsha na ukakula. Zinakuanga nzuri sana kwa nguvu za kiume. Tulikuwa tunapika omena. Omena unaweza ukaipika na vitu zote, unaweza ukachanganya na anything yenye wewe unaona ni kama huwezi ukachanganya, unaweza ukachanganya nayo. Watch full video, bado mchanganyiko hatujamaliza. Omena zangu mi huziosha na maji moto, na huwaga natamani sana zitoke mchanga. Alhamdulillah, hizo omena hazina mchanga hata kidogo, hazina. Sawa. Kitunguu nyanyangu aliniambia kitunguu ni mkangile, yani kitunguu unaipika kinapikika, yani upishi unaanzianga hapa kwa kitunguu. Namna utakaranga kitunguu yako ndiyo chakula chako kitakuwa. So hapo tumeweka nyanya na pia kuna zile pilipili hoho. Hizo pilipili hoho niliwaambia ni nzuri kwa wanawake, yani ukikula zinatengeneza uso, yani zinakutengeneza wewe kama mtoto wa kike ama wa kiume. Unajifunza kukula zikiwa mbichi. Sawa. Hapa tukafry omena zetu. Mi kwanza mi hufry, juu sitakangi ziende zikatakatike. Unaona, so nimefry omena zangu. Zinakaa tu tamu. Hii chakula ni expensive huku, yani huku Gulf hii chakula ni expensive. Yani nawaambia hii chakula nikipata everyday, mi sijui. But ukiona ukiwa Gulf umetandika chakula kama hiki, jua kuna ngiri zako 3 zimepotea. Kuna ngiri 3 hivi zimeenda. Alafu tunaweka bamia. Hebu imagine mulo mmoja 2,000 kama ama 3 za Kenya zinaishia hivyo kwa chakula kama hiki chenye ni ordinary food kwa mwananchi wa Kenya, yani chakula cha kimaskini. Lakini huku yani ni chakula cha yani unakula unasikia kama mshahara kameguzwa. Lakini ndio hivyo, mi nawaambianga mi siwezi nikangojea at least nitaenda Kenya ndio nitakula. Nikikufa kula pesa itoshangi. Ingekuwa inatosha si tungekuwa tumesharudi nyumbani kitambo, yani tungekuwa huku jamani, tungekuwa tulisharudi. Yani kipesa haitoshi na haitaitosha. Kula yenye Mungu amekupatia. Hiyo ni bamia, mumeona. Unaweza ukaweka okra. Hii ni okra yenye imefreezen. Okra ni tofauti ya hii okra na yenye wewe unajua ni venye hii ni kasize kadogo, ndio inaitangwa kabamia. Unaona, ushaisikia mtu akisema ule ni kibamia. Woi, siku mtu atakuita kibamia, tandika. Hii ndio bamia sasa. Unaona, kakitu kadogo hivyo. So hii ni okra kama okra zingine. Ni venye tu imewekwa kwa freezer ikakuwa mbaliti, yani ikakuwa mpaka na ice. Hiyo tu ndio tofauti. Sawa. Then angalia chakula chetu, niambie si hata unakitamani
Kama utamani chakula utakuwa wewe wezi binadamu. Yaani itakuwa wewe unakulanga nyazi. Manake kama unakulaga chakula kama lazima utakitamani kitamu. Kitamu sana. Tukaeka Kisimu Mboi hapo. Tukaeka omena. Najua si Wakamba kidogo kidogo yani hizo vitu zetu jamani. Ukiona tukipika hivi yani Mkamba anakupikia hivi. Jua yule Mkamba ni kama kuna venye alifunzwa. Kuna Mjaluo mmoja ama Mluya alimfunza kupika. Manake hizi vitu zetu hizi ni vitu zina wenyewe. Yaani ndio upike hii msosi kama hii, kama wewe ni Mkamba, Mkikuyu, Mumeru, aiwe ulikuwa na jirani Mjaluo. Ulikuwa na jirani Mjaluo. So si tumefunzwa na majirani wetu Wajaluo wametufunza namna kupika hii. Ukipata mtu mwambie akufunze. Akufunze kitu kwao venye wanapikanga. Ukipata Mkamba mwambie nionyeshe kupika muthokoi. Chakula chetu kikaiva. Ndio hiyo ugali. Ndio hiyo omena. Sahani yangu. Nani mwingine? Kase. Mbarikiwe. Msipo like video.